Basi sawa, tunalianza dde letu. Ni usiku fulani wa manane, usiku wa wapenda nao. Tunamwona mwanamke anakuja na miuno ya Kongo, miuno ya huko wapi Tanga, mapenzi yalikozaliwa, na kumsogelea mume wake taratibu kwa mwendo wa madaa. Aniache baby, niache nifanye kazi. Jamani male, hebu sogea huko. Mtoto wa kike alishtuka kweli kweli. Hebu niache nifanye kazi. Unaona niko busy na kazi, unaanza kunishikashika. Jamani, mbona uko unanifanyia hivyo mwenzio? Kwa nini lakini unanifanyia hivi vitu? Kelly, hivi unataka nifanye nini mimi mwenzio? Kila ninachokufanyia kwako ni makasiriko. Kila ninachofanya kwako wewe unachukia. Umwamba anakwenda kwa jina la Kelly. Mtoto wa kike anaitwa Chichi. Ni mwanamke ambaye anapenda sana muda kupata muda na bibi wake. Ni bibi wake yuko busy na kazi. Hebu sikia. Unajua niache nifanye kazi kwanza. Kesho na kibarua hamna kibarua, kila siku kibarua. Kama mimi nimeolewa ili nifanye nini? Ulinioa nikage tu hapa. Mimi nashindwa kukuelewa. Yaani kila siku wewe uko busy na kazi mpaka nashindwa kukuelewa. Mshikaji anamwangalia tu mtu wa kike anavyoangusha lawama, anambia sikia, yote mimi nafanya kwa ajili yako. Japokuwa unaona kama asifanye nini, la yote nafanya kwa ajili yako. Kwa ajili yangu nini? Kwa ajili yangu nini? Mshikaji, hivi kuna kitu ambacho ukisema upati? Mimi sawa napata kila unachonipa, nataka kila ninachotaka, napata kila ninachotaka, lakini mimi nataka muda wako. Nataka tu enjoy. Mshikaji, sawa, lakini muda wa kuenjoy upo, lakini sasa ni muda wa kazi, niache nifanye kazi. Jamani baby, mtu wa kike nimekwambia naomba niache. Mtu wa kike alikuwa na force sana kupata time na mpenzi wake Kelly. Kelly ni mtu wa kazi, time ya mapenzi mshikaji ana kabisa. Upande wa pili huku tunakutana na msanii anakwenda kwa jina la Michael. Michael ni mtu ambaye ana bonge la kipaji, mshikaji ambaye ni asla kwenye game ya Bongo Flava, yani R&B. Mshikaji anajitafuta sana kwa mambo, anapasha sana akiwa mageto, mtu wa kinanda, mtu wa kupiga gita sana. Kwa mshikaji ni asla, ni mtu ambaye anajitafuta kwenye game ya muziki. Kwa anaitiaki kidogo itiaki kidogo ili trend, lakini ndo vile akutoboa bingo. Kwa mshikaji ni mtu ambaye ana kazi, yani ni jobless. Kwa muda fulani anapata time ya kuenjoy. Tunaona ni asubuhi na mapema kwa Kelly huko akiwa na mpenzi wake. Kelly anasafiri kuelekea zake Dubai. Mshikaji ni mtu wa madili sana. Kwa deal ndefu mwamba ndo huwa anapiga. Kwa alikuwa anamwaga mke wake hapa. Mke wake huwa apendi, maana mshikaji hata akiondoka huwa anakaa mwezi mmoja, miezi miwili. Ni vitu vya kawaida sana mshikaji akiondoka hapa nyumbani. Kwa mke wake huwa anabweka, maana mshikaji hata akirudi nyumbani bado anakuwa yuko busy sana. Kwa Chichi baada ya kumsindikiza mpenzi wake, aliamua leo azulule mtani hata kidogo, anyoshe miguu, angalie mazingira, mandhari kwa utulivu sana, maana huwa anakuwa mpweke sana mume wake akiondoka. Kwa alikuwa anatembea huko akijiendea kujilaumu na upweke wake ambao mume wake anasababisha, maana ni mtu wa busy na kazi. Ncheki, yani mji umebadilika, watu wamechangamka, watu wanaenjoy, lakini mimi hata si enjoy muda huo. Hicho kitali alikuwa anakatiza Michael, akaenda kuimba nyimbo za mapenzi, love song. Mshikaji ni mtu ambaye naye ni mpweke, ana upweke. Kwa mwamba alikuwa anaendelea kutilika mistari yake. Punde si punde akawa amemuona Chichi. Chichi alikuwa amemuona mshikaji, maana Chichi naye huwa anapenda kuimba sana. Aishawahi kumfuatilia huyo mshikaji, ambia vipi? Naona unaimba. Ambia kawaida. Samani kakaangu, unapenda kuimba? Mtoto wa kike anaamua kwanza kumuongelesha mshikaji, ambia wewe nimekuona toka kule unaimba, una sauti nzuri kiukweli. Na kufanisha na msanii mmoja anaitwa Michael Town. Michael Town ndo mimi. Kwa hiyo hapa ndo naelekea studio nini? Mtoto wake wewe ndo Michael Town? Mbona nyimbo zako wanazisikiliza sana? Kwa hapo nenda mtu wa kike alenjoy sana kumuona Michael. Kwa Michael anaitwa Michael Town. Anambia sawa, mimi nilikuwa nenda zangu huko natembea, mimi naishi huku. Kwa kama unaenda basi tuongoze mshikaji, hamna shida. Mwenyewe pia anaenda. Nataka niingie zangu studio nipate kwanza msosi. Hamna. Kama ni chakula, twende basi ukapate chakula hata kwangu. Alafu zeni utaenda huko studio ambako unaenda. Wewe. Yaani leo nikapata na chakula kwako? Wewe mtoto mbona mchanga? Ambia hamna shida. Mwenyewe napenda kitu ambacho unakifanya. Kwa mtu wa kike alimwambia Michael kwamba ni mwanamuziki, kwa anapenda watu ambao wanafanya muziki, huwa anamvutia. Basi waliondoka pamoja kuelekea kwa mtoto wa kike Chichi. Kumbuka Kelly ametoka, kwa Chichi amebaki mwenyewe. Alichofanya ni kumpikia Michael msosi. Kwa Michael alikula msosi na kupiga story 2-3 na mtoto wa kike Chichi. Chichi alikuwa ni mtu ambaye anapenda story. Chichi unyonge huwa apendi hata kidogo, ni mtu wa mastori mengi sana. Huwezi amini walizoeana kwa dakika chache sana. Yani walikuwa ni watu ambao wote wamekutana wazee wa story. Ilikuwa ni mastori kibao. Kila mtu ni mchangafu. Sikia. Yani mimi hapa tulia. Yani mimi ndio kila kitu. Nakwambia mtaa hamna anayesema kwanza mimi nikipiga verse zangu. Una verse gani? Mimi naumiza kichwa kutunga mistari. Wapi? Hamna chenye unaumiza kichwa. Walikuwa ni watu ambao wanapenda story. Chichi pamoja na Michael wameshazoeana kwa muda mchache sana. Wakasema muda wa kuelekea studio. Simuona ameshaanza kunipigia. Ngoja kwanza nifike studio basi. Wakawa wameagana hivyo. Ndio hivyo mtu wa kike amerudi nyumbani. Amebaki
mpweke sana. Yaani ndio hivyo Kelly akimpigia simu zake aziti. Ndio hivyo imeandikwa baby boom. Mshikaji simu inaita tu ndivyo Mwamba hapo. Okay, mshikaji ni mtu wa busy na kazi sana. Sio kwamba eti mshikaji anamchiti mtoto wa kike. No. Ndio vile Mwamba ameamua kuconcentrate na kazi. Yaani kila anachofanya anakuwa busy sana na kazi. Ni yake ni kumfurahisha mke wake. Chochote anachotaka mke wake ili aweze kumpatia. Lakini mke wake anataka muda wa kuwa na mshikaji. Yaani mshenzi kila nikimpigia simu hapatikani. Sijui nifanyeje. Oya, mtu wa kike analaumu. Upande wa pili huku tunamuona Michael akiwa anaendelea kuandika mistari. My love, mami love. Nakupenda sana Sitiati my dear. Mwamba alikuwa anaandika mistari yake muda huu. Simu yake ikawa inaita kuicheki. Oya, Chichi amempigia mshikaji, ameamua ale story na Mwamba. Chichi, mtoto wa kike ameamua kamaona kwamba mshikaji ndio mtu ambaye anapiga naye story. Maana mtu wa kike amekosa usingizi kabisa. Kwa mshikaji alichoamua Kelly kwamba ile ngoma ambayo alikuwa anaiandika, hebu ngoja msifie mtu wa kike Chichi uzuri wake. Ambia Chichi, mimi yani sina usingizi hapa, nimekaa kwenye kiti kabisa, nimekosa usingizi. Umekosa usingizi. Kwa nataka nikuliwaze na nyimbo nzuri upate usingizi. Kama utaweza, okay. Mwamba okay, usijali. Sasa kwanza kaa kitandani ili nikuimbie ngoma yangu pendwa, ngoma ya Malavidavi, ni ngoma kwa ajili ya kulaza watu. Basi mtu wa kike alitulia kuanza kuimbiwa na Michael alianza kutiririka verse vyake na kumsifia mtu wa kike uzuri wake. Huwezi amini, mtu wa kike Chichi alilala kabisa na usingizi mwanana. Yote ni kwa ajili ya mshikaji nani? Michael ameweza kutiririka verse vyake na kumpa mtoto usingizi. Basi tunaona siku nyingine, wiki 3 zimepita, Mwamba ndo anarudi. Tunaona mtu wa kike Chichi yuko na flyer kutosha. Mume wangu mshikaji anamkumbatia. Babe, nimechoka, niache kwanza. Vipi? Kunirukia mwili mwenzio, nimechoka. Yaani mshikaji amejiwenga. Kuna muda mpaka anakuwa na hasira. Okay my love, toa mzigo hiyo twenzao ndani. Basi mtu wa kike huwa anampotezea mshikaji. Maana mshikaji ni mtu ambaye ana hasira. Wakawa amekambe, babe, yaani nilikumisi sana mwenzio, huwezi amini nilikuwa nikupigia simu bibi wangu ulikuwa upokei. Kwa nini my love? Unajua ni kule mtandao, unajua kule nilikuwa sehemu ya kusaini. Kwa nilikuwa busy sana baby. Yaani aache note. Lakini ninavyokuamini mwenzio ni nimemiss vitu vyako hapa nilipo. Sijui hata nikwambie, ila na enjoy kukuona my love. Mtu wa kike alikuwa anajichekesha maana anampenda kweli Kelly. So lakini Mwamba kaniambia, sikia, hebu naomba nahitaji mapumziko, kwa niache nipumzike. Kuna deal kesho nataka nikaliseni. Kwa nadhani niache nikatulie. Hivi Kelly, yaani wewe sipata hata muda wa kutulia. Mtu wa kike akabaki tu anajilaumu. Hivi mwanaume ana shida gani huyu? Ametoka sasa tena anakuwa busy. Alikuwa anajilaumu sana mtoto wa kike Chichi. Maana Mwamba yuko busy kweli kweli. Kumekucha ni asubuhi na mapema. Tunamuona Mwamba Kelly amewahi kuamka saa 11 kweli. Mwamba ameamka yuko busy na jibu muda huo anakuja Chichi. Babe, yaani hapa kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Kuna rafiki zangu wameandaa out, wanatoka out. Kwa nilikuwa naomba na wewe tuweze kutoka out. Yaani tuende Matema Beach. Wapi? Matema. Mshikaji yuko busy na kazi. Nadhani hapo tutaenda labda wiki lijalo. Sasa hizi niko busy, niache nifanye kazi. Yaani kila siku busy. Wenzangu wote wanatoka na rafiki zao, Trosoma nao tunataka tutoke nao au tunaomba baby tuende, baby please tuende. Usikie. Mambo niache nifanye kazi. Hapana, mimi nataka tuende. Mtu wa kike alikuwa anadeka Chichi. Maana Mwamba anadai watatoka wiki lijambe. Hebu niache nifanye kazi. Mbona uko unashindwa kuwa muelewa? Hiyo unataka nikuelekezeje? Mdau mshikaji simu yake inaitwa, naambiweje kwa mtakiwa afike ofisini. Sasa Mwamba kama amesimama. Yaani Mwamba na kazi yeye ndio kitu ambacho anakijua, ni kichwa chake kinawaza pesa tu, ndio kitu ambacho kipo kichwani mwake. Kuhusu fulani mwanamke shaiweka mbali. Anachojua kwamba yeye akiwa na pesa mwanamke wake ataenjoy, ndio anachokijua yeye, bila kusahau kwamba mke wake anataka muda wa kuspend naye wa kuenjoy ili awe na furaha iliyo kamili. Basi alichukua simu yake ya mkononi na kuandika namba na kupiga. Anampigia nani? Mimi na wewe hatujui. Tukasikia jina lilotajwa ni Michael. Vipi, uko wapi? Nikamwambia mimi ndo natoka zangu studio hivi naingia mtaani. Leo nilikuwa na kipengele kigumu. Ile ngoma nimeirekodi pale, kila mtu anaisifia. Isiwezi amini, ile ngoma ni bonge la ngoma. Ile ngoma ambayo uliniambia siku zile, ile kweli ni bonge la ngoma. Tunaona mtu wa kike Chichi flake inarudia kweli, anaanza kucheka pale, anaenjoy akiwa na Michael kinoma. Basi stories ziliendelea pale za hapa na mtu wa kike kila akipiga alikuwa anacheka tu, yani anaenjoy kinoma. Mshikaji kweli Michael ameweza kumfresha mtu wa kike Chichi. Yani Chichi furaha yake imekuwa ni Michael kuliko hata Kelly mume wake. Mume wake ndio vile ni mtu wa mishemishe, mtu wa job. Basi ni muda fulani tunaona mtu wa kike alikuwa anamchola mshikaji Kelly. Yani Kelly amelala, yeye anafanya mazoezi ya kumake up. Bwana mtu wa kike anafanya kazi ya kulemba. Kwa hapa alikuwa na make up mshikaji anajigeuza nini, anakuta mke wake anamchola mshikaji. Vipi unafanya nini? Amna baby, na kulemba najaribisha mazoezi yangu, jana tumefanya kwao, nilikuwa najaribisha mazoezi ya kumake up.
kwa usoni kwangu ndo na makeup. Ndio, yani umependeza. Nimependeza vipi? Nashindwa kuelewa. Yani nimekuchora vizuri, yani umependeza kikweli my sweet. Umenichora ndio, yani umependeza. Hebu kwanza nimalizie. Umalizie vipi? Umalizie usoni kwangu. Njoo nimalizie, umependeza jamani sweet, umependeza ani wangu. Yani umetokea pretty. Mshikaji ile kabidi kwamba mwamba ajiangalie usoni. Mtoto wa kike amemchora nini usoni? Umefanya nini upumbavu wangu? So upumbavu bwana, njoo nikumalizie. Hivi uko serious wewe? Yani umependeza my love. Unafungia upumbavu gani huu? Unatumia akili zako, unanipaka ma lipstick mimi mwanaume, unanichora mapumbavu mawanja ya nini? Mwamba alipanic kinoma, mshikaji alifoka. Upumbavu sio kurudia tena ukafanya upumbavu wako. Mtu wa kike alikuwa mnyonge chicha, kuamini kwamba mshikaji ataliact kiasi cha, yani alivyomfokia na kitu ambacho amekifanya akutegemea kabisa kwamba mshikaji atakuwa mkali kiasi. Upumbavu sio ukafanya tena, masuala yako ya kitototo sitaki. Mwamba akawa anaondoka zake. Oya, chicha alibaki ni mnyonge, akutegemea kwamba mume wake atapanic kiasi cha, yani atakosesha furaha yake. Haya bwana, yani hakutegemea kabisa kwamba mume wake atachukia kiasi cha ambacho amechukia. Basi Kelly alipata safari tena nyingine ya kwenda zake China. Tunaona nyumbani kwake amekuja Mike, yuko na mke wake Chichi, wanaenjoy, wanacheza karata pale, yani wanaenjoy kabisa, wanafuraha kabisa. Mshikaji yani anajisahau Mike kwamba yupo kwenye nyumba ya mwanaume mwenzie, yuko na mke wa mtu hapo. Yeye hata hilo alijali, maana mshikaji ni jobless, kwa amepata sehemu ya kushinda hapo kwa mtoto wa kike Chichi. Ni asubuhi mpaka jioni anakula hapo kila kitu anamaliza hapo. Basi walikuwa wanacheza, wanaenjoy, maana mtu wa kike amegundua mshikaji ndo furaha yake. Mume wake akiondoka, huyu mwamba anabaki anamliwaza mpaka mtani. Yani wanaenjoy vitu ambavyo wanavifanya, wanacheka, yani wamekuwa ni watu ambao wanazoeana vibaya. Tunaona siku nyingine hapa mtu wa kike Chichi alikuwa anamlemba mshikaji, yani ana makeup, kitu ambacho mume wake alikuwa anafoka, lakini mwamba amepakwa kabisa, yani kila style anafutwa, anapakwa hii, anafutwa, anapakwa hii. Sasa saizi amepakwa ya kidada kabisa, yani amepakwa wanja, amepakwa makeup kabisa, na lembo midomoni, anapakwa lip shine, yani mwamba ametulia kabisa, maana hivi ndio vitu ambavyo wasanii wanavipenda. Kwa mshikaji Michael ametulia pale, anachezewa sura yake, anafanya hapo nimekumaliza, chukua kio jiangalie. Oh my god, nini hiki? Mtu wake akajua kwamba hapa ameakologa. Ndio nimekuwa mlembo hivi. Mtu wake alinjua, akajua kwamba mshikaji naye atapanic, lakini mwamba Michael yeye ndio kwanza alifurahi kitu, kilimpa kabisa flash kwamba huyo mshikaji ni tofauti kabisa na miokani hapa, si tu Michael Town, hapa ni treni Michael. Oya, walikuwa wanaenjoy kitu, kimemfurahisha sana mtu wa kike. Ni mwezi mmoja mshikaji alikuwa zake bado yuko China, mwezi mmoja umepita, furaha yao ilienda. Na leo mshikaji anarudi nyumbani. Huyo ni Kelly ndo anarudi leo. Anafika anakuta mke wake yani anacheka, anaenjoy trip hii, hata alikuwa apigiwi simu wala hajasumbuliwa na mke wake hata kidogo. Kwa mshikaji anashangaa leo anasikia mke wake anaongea na simu. Nani ambaye anaongea na mke wangu huyu? Na wakati mimi sijapigiwa simu hata moja. Mshikaji ajua kama labda mke wake simu yake ilikuwa imeharibika, lakini anashangaa anakuta mke wake anafurahi. Mwamba amefika, mke wake ndo kwanza anaongea na simu, hata mjali wala hata kumbato. Mshikaji atakapata upumbavu gani ambao unaufanya? Michael, nitakupigia kwa naona mume wangu amerudi. Mshikaji naona unaongea na mwanaume mwenzangu. Mwambie amna, ni rafiki yangu. Sawa, hamna shida, basi endeleeni kuongea. Baby karibu sana, unajua kipenzi nilikumisi. Mshikaji kama ondoka zake, hakutaka story. Anaona kama mke wake amemdhalau. Yeye hajawahi pigiwa simu, afu mdau anafika anakuta mke wake anaongea na mwanaume mwingine. Kitu kilimkata sana Kelly. Kwa upande wa pili tunamwona Michael anaendelea kuongea na simu, ni usiku, anaongea na Chichi. Yani Chichi licha kwamba mume wake amerudi, lakini bado anaongea na Kelly. Ni usiku, amepunguza tu sauti. Yani hapa mume wangu amerudi kwa hapa, yani na enjoy sana kuongea na achana na yeye, si boya tu, kwani ana nini? Hapo apate safari yake asepe, tuendelee kuenjoy. Unasemaje? Yani kweli acha tu mwenyewe na kumisi mdau wa mwamba. Anaingia mtu wa kike akajifanya kama amelala. Kelly alikuwa anaingia chumbani. Kelly alikuwa anapiga zake usiku, licha kwamba amerudi mshikaji aliendelea kupambana na kupiga mitikasi. Alisikia mke wake anaongea na simu, licha kwamba ni usiku, bado anaongea na simu. Mshikaji kuja kumwangalia akajifanya amelala. Basi mwamba akarudi zake kuendelea kupiga kazi. Chichi akashtuka, ameenda kweli huyu? Oya, Chichi ameanza kuonekana anaanza kama kumsaliti mshikaji. Yani kiukweli ameanza kumzoea Michael kuliko hata Kelly. Licha kwamba Kelly amerudi, lakini bado anatamani kuendelea kuongea na Michael kuliko kitu chochote. Ameshaondoka mshamba. Hapa sijui tuongee tu kesho, maana naona kama simu ile ananishtukia fulani. Basi wako anaendelea kucheka. Ni usiku, licha usiku, lakini bado mwamba Kelly alikuwa anaendelea kupiga kazi. Naona hapa mtu wa kike alipata usingizi, Chichi amelala. Akawa anakuja Kelly ameshagundua kwamba kuna mtu ambaye anamweka sana busy mke wake kuliko hata yeye. Basi mwamba alichofanya
alichofanya ni kuchukua simu ya mtoto wake kugundua nani ambaye alikuwa anaongea na mke wake. Basi Mwamba kama chukua simu na kuangalia kwa miss call, anakuta namba imeandikwa Michael. Mshikaji ambaye anamweka sana busy, mke wake angalia kwa miss call, ndio mshikaji ambaye amepigiwa kwa muda mrefu sana kuliko watu wote kwenye simu. Oya, Mwamba alichofakawaza mke wake afanye nini? Nini ambacho atakiwa afanye mpaka kama mwanaume akagundua kama huyu mwanamke hii simu kwanza hajaiosha. Ngoja nimuoshee hata hii simu ili mambo yakae. Sasa Mwamba alichofanya, alienda kumuoshea simu mtoto wake, akaiosha tu, wala hakufanya kitu kibaya chochote zaidi ya kumuoshea tu simu yake na kurudisha kuiweka sehemu salama. Amemuoshea tu simu na kuendelea na mitikasi zake zingine. Mwamba akamwangalia mke wake, basi mshikaji akaendelea kwenda kupiga kazi zake, maana kumalizia kazi akamwacha mke wake apumzike. Mshikaji ni mtu wa busy na kazi kinoma noma. Ni asubuhi na mapema Mwamba ameamua alete mzinzi. Nakwambieje, hapa kuna mshamba ambaye anakuja kwa nyumba yangu. Nachotaka asije kusubutu kuingia mwanaume yoyote zaidi ya mimi na kuamini. Nimesikia una sifa nzuri pale kazini kwako. Ndio bosi. Kuna mtu anakuja kwa nyumba yangu nikitoka. Hakikisha ulinzi unakuwa safi kabisa, hakikisha asije kuingia mtu yoyote zaidi yangu tu. Au nitakaye kuambia kwamba usijali bosi. Yaani kazi yangu mimi ni mzee wa viganja. Wananiita viganja boy pale ofisini. Kwa usiwaze. Sawa. Sifa zako nimezipata. Hamna shida, kaendelea na majukumu yako ya kila siku. Uweze amini kwamba Kelly ameamua aingize mfanyakazi. Yaani ameamua aweke security kwa ajili ya Mwamba nani? Michael. Amegundua kwamba kuna mwanaume huwa anakuja kwenye nyumba yake yeye akitoka. Majirani watakupa vitu vyote ila sio umbea. Basi upande wa pili huku tunamwona Michael anapiga sana simu haipokelewi. Yaani amepiga simu mpaka amekubali. Pia Michael ameshakuwa affected kuongea na mtu wa kike Chichi. Licha kwamba ni mke wa mtu, Mwamba ameshamzoea vibaya. Mwamba elewi, anaona kama simu imekuwa ni mbani, kila kitu kimekuwa kibaya kwa siku. Maana simu ampiga nyingi sana, mambo hayajakaa poa. Oya, wiki imeisha sasa, mshikaji hajampata Chichi. Maana alipewa tu taarifa kwamba mume wake amerudi. Kwa hiyo kitu kinamwogopesha kwenda kwa Chichi. Oya, haelewi, anaandika ngoma yani vitu havipandi. Yani anamwaza Chichi kinoma noma. Kila anachoandika yani akipanda, unaona kama siku zinazidi kuwa mbaya, akifikiria yani amejikuta anampenda sana Chichi. Anafikiria vitu ambavyo alikuwa anafanya, ambavyo alikuwa anaenjoy na Chichi, ndo anazidi kuchanganyikiwa Michael. Yani Michael anazidi kuwa affected. Anakumbuka ambavyo alikuwa anakula good time, good life, wanaenjoy ni vitu vingi wamefanya, yani wamejikuta wanatengeneza mahusiano fulani ambao bado hawajambiana ukweli kama wanapendana. Mshikaji anawaza mshikaji atafanya nini juu ya Chichi, maana anampenda kweli kweli. Oya sikia, fungua hilo geti. Mimi nakwambia nataka kumuona Chichi. Wewe ndo niliambiwa taarifa zako. Wewe ndo unajidai mwenda wazimu, unataka wake za watu. Ina maana umegoma kufungua geti. Sasa fungua geti. Mlinzi amekaza kweli kweli. Nani? Ni Michael analeta palangati kwenye nyumba ya nani? Ya Kelly. Oya, wewe mimi ni Michael ameluka fence. Wewe mshamba. Na fungua geti. Vurugu zilikuwa ni nyingi sana. Hizo kelele zilimfanya kwamba Kelly ashtuke. Ndio wewe mpumbavu. Oya mwachie. Mwamba anakuja, alipewa punch, yani alipewa moja kubwa. Tunaona Michael yuko chini. Chichi anakuja, jamani baby. Aliangaliwa tu jicho moja ambalo lilimfanya anyamaze kimya, asiongee neno lolote. Oya, Kelly amepiga ngumi moja ya mshindo. Tunamuona msanii wetu yuko chini pale, elewa afanye nini. Amepigwa bonge la punch. Amefika nyumbani huko msanii anajilaumu tu, maana kitu ambacho mkutana nacho leo ni kitu cha hatari kuliko, na hana cha kumfanya chochote. Mshikaji Kelly ni mtu ambaye ana pesa zake, kwa ameshatu kujilaumu. Yani amependa sema ambapo amependa tajiri, afu istoshe ni mke wa tajiri, yani yeye ndo amevamia penzi la watu. Oya, upande wa pili kwa mtoto wa kike Chichi analia tu, anampenda Michael na Michael ana pesa. Kelly ana kila kitu ambacho yeye anakitaka. Oya, mwenye pesa ana mapenzi, mwenye mapenzi ana pesa. Mtu wa kike anazidi kuchanganyikiwa. Oya, sio poa. Nadhani mpaka hapa tumejifunza vitu vingi sana. Asante sana na ngoja kwanza. Nimesahau kukujuza kitu kimoja cha muhimu. Ili uwe mtu wa kwanza kupata vitu vyetu kama hivi, unabidi uweze kusubscribe, kulike, comment na kushare. Hapo toko umetisha babkua.